Naam, hasa mzigo wetu unaanza. Huyu msichana anaitwa Betty. Hapa alikuwa anakuja katika gari lake ili mradi aingie aondoke zake. Mara huyu mwamba akamfuata. Mwamba huyu bwana anaitwa Lil Hex. Alipofika hadi pale akaanza kumwambia, "Samani dada yangu, mimi naitwa Lil Hex. Nimemaliza katika chuo kimoja hivi cha Oxford na hapa nimekuja kutafuta kazi. Lakini sasa muda wa kuondoka hapa, usafiri siuoni na sipati. Kwa niko pona kuomba unisaidie usafiri mpate kuondoka nyumbani." Hasa dada akawa anamshangaa huyu mwamba. Kwa hiyo umekuja kutafuta usafiri au umekuja kuomba pesa? Amna, sijataka pesa, mimi nataka usafiri. Basi anyway, mshika hizi hapa hela, alafu zitakutosha kwenye usafiri. Asante sana dada yangu. Ila mimi kusema kweli, nimependa namna ulivyo, unajiamini, una confidence. Basi na hii hapa ni address yangu. Utapopata shida muda wote nipigie. Basi sawa. Mwamba akaondoka pale. Sasa alivyoondoka, muda ule ule bibi Betty anapokea simu. "Halo, mimi ndo Lil Hex." "Lil Hex? Inamaanisha umenipigia sasa hivi?" Nimekupigia, nilikopo nina shida." Ni shida gani hiyo?" "Nilikopo nina shida kama milioni 5 naira." Basi ile kumtazama anamuona Mwamba upo mbele. "Aya njoo." Akaja. Alipofika pale akaingia na gari akampa milioni 5 naira na akamwambia tu kuwa wewe usiwaze kuhusu swala la hilo. Mimi nitakusaidia kwenye chochote kile. Unachotakiwa wewe ukiwa na shida muda wote nipigie. Sasa baadaye bibi alikuwa amepumzika kake. Huyu jamaa huyu akashika simu yake akampigia tena. Akaambia, "Halo, nikopo nataka nikwambie tu asante na mimi nimefika hapa nyumbani." Nimefurahi sana. Ila unajua nini? Mimi kusema kweli nimependa sana kampani yako na jinsi ulivyo. Inaonekana ni mwanaume fulani hivi mwenye confidence, unajiamini. Nimeipenda hiyo." Asante sana dada yangu. Ila ninachokwambia nini? Ukiwa na shida muda wote nipigie. Mimi nitakusaidia kwenye shida yoyote ile." Basi mimi nina shida." "Una shida gani?" "Nitakueleza, nataka tuonane na wewe." "Kwani wewe uko wapi?" Basi nitakutumia hapo address utakuja." Basi sawa, mimi nakuja muda si mrefu." Sawa pale akatumiwa address. Sasa huyu mwamba ile kufika tu akaita, "Oye masela wangu we." Wakatoka unaambiwa, mmoja alikuwa ndani, mmoja alikuwa pembeni. Kibao unaambiwa wametoka. Ni noma. Sasa akasema, "Haya leo kuna sehemu tunaenda hapa. Inatabidi msiniangushe." Basi akachukua pikipiki zao 5 pale. Fujo tupu kumtaani unaambiwa. Wanapiga makelele yao kama wana akili nzuri. Unaweza ukasema watoto wa Mbagala vile kama sio watoto wa Kongoe. Sasa kufika hadi pale, "Samani, naomba milioni 5 naira." Akampa pale. "Aya shikeni nyinyi madereva bodaboda, kila mtu kampa yake. Aya ondokeni." Aya pale, "Nyinyi, sogeni pembeni basi mimi niongee naye." Wakasogea pembeni. "Unajua nini? Mimi nilikwambia na shida." "Shida yako ni ipi sasa?" "Kusema kweli mimi shida yangu ni hawa." Inakuwaje sasa shida yako ni hawa?" Mimi nakaa nao na wale wanapenda sana kula, alafu ukizingatia mimi sina pesa na wala sina hela yoyote ile ya kuwatoa out. Kwa hiyo ndio naona mimi wanaletea shida tu hapa." Ni noma sana. "Kwa hiyo unataka tufanyaje?" "Yule kama unaweza ukatutoa basi out twende tukafaidi." Basi sawa, waite marafiki zako twende out." Basi akawaita, "Oya wanangu we, haya leo tunaenda out hapo. Pandeni hapo nyuma ya gari." Basi wakawa wanapanda pale, wanatolewa out na mtoto wa kike. Sasa kabla tujaendelea na kukumbusha kubonyeza kilama cha kusubscribe katika chaneli hii ya E7 Flix ili mradi wa mwanafamilia chaneli hii. Storyteller wako naitwa Sefu Mastori. Tuendelee sasa. Sasa yule bibi akawafikisha hadi supermarket. Akaanza kuambia, "Chagueni chochote mnachokitaka, mimi nitalipa." Basi wamba wakawa wanavyagua vitu kibao naambiwa, ni noma ile. Sasa ile kutoka nje, "Asante sana." Usiwaze bwana, mimi nimependa tu kuwa na wewe." Kwa hiyo inamaanisha sisi tungechagua vitu vingi zaidi. Mimi ningelipia, kwani kuna shida gani? Ni noma. Sasa unajua nini? Mimi nina kwangu. Kama utapenda siku nyingine tukutane, unaweza kuja kwangu. Kwani unakaa mitaa ipi? Hii hapa ni address ya nyumbani kwangu. Kwa hiyo kama utapapenda, wewe njoo. Basi sawa, mimi nitakuja tu. Usijali kuhusu hilo. Haya, basi sawa. Bibi akapanda na gari lake pale, akaondoka. Sasa mwamba akaambia, "Wewe kibonge, muangalie kwanza, wewe umechagua vitu vingi hadi umeniuzi. Kao nimechagua hela zako au hela zangu? Muone kwanza." Sasa yule mwamba X bwana alofika nyumbani, kuna huyu rafiki yake mmoja akaanza kumshauri, "Unajua yule msichana na moyo fulani hivi mzuri. Ila mimi nataka nikushauri kitu. Yule msichana usimwache. Inatabidi umfuate. Si alikupa address ya kwao? Mfuate." Basi sawa. Mwamba akapanga safari pale hadi katika ile nyumba. Kufika pale anafungua ujamaa ambaye anaitwa Sabalo. "Wewe umekuja kufanya nini hapa kijana?" "Nimekuja kumuulizia msichana mmoja hivi anaitwa Betty." "Betty au mama Betty?" "Nimekwambia Betty." "Betty hayupo hapa. Alishakufaga miaka 3 nyuma." "Unasema nini wewe? Mimi Betty nimekuja kuonana naye juzi tu hapa, unaniambia kafa miaka 3 nyuma. Kani nimekwambiaje kijana? Auelewi? Nimekwambia Betty hayupo." Ni noma. Basi mwamba baada ya kuona kuwa haeleweki, akaamua tu kumfungia. Akaambia, "Wewe sikia kijana, usije tena hapa." Akamfungia na mlango unaambiwa.
mwamba akakatalia kidesign ile. Hasa baada ya siku nyingi kupita, katika jumba ile ile unaambiwa tunamwona msichana Beti anatolewa wangu na yule jamaa yule ambaye anasema Beti hayupo. Sasa yule mwamba akiwa anapita pale akamshangaa, mimi siwezi nikamwacha kwa sababu yeye alinisaidia. Akaenda akamfuata, vipi, mbona imekuwa hivi? Da, kiukweli kanifukuza, huyu ni boyfriend wangu. Da, kumbe bwana bibie muda wote ule alikopo anatamba na vitu vya boyfriend wake. Akamwambia basi usiwaze, mimi nyumbani kwangu ni karibu tu na hapa, tunaweza tukaenda. Asante sana. Basi akampeleka. Sasa ile kudazama mazingira, anashangaa mwamba anakaa sehemu ambayo da, ni mtihani. Lakini hapa ndo unapokaa? Ndo ninapokaa, kwani kuna shida gani? Da. Ile kutazama pembeni, nipo huku, njoo. Mwamba akaenda pale, tuingie ndani basi. Wakaingia zao ndani. Sasa kesho yake wametoka. Aya, mbona unaleta maji matupu? Leta na chakula basi tule. Basi akamletea pale, kuna chakula fulani hivi kinaitwa gara. Mimi hiyo gara mimi tupu siwezi kula, sijazoea kabisa yani. Yani wewe unapenda ushua wewe. Basi kaleta hata karanga. Basi mwamba akatoka pale, akaenda akachukua karanga, akampa mtoto mkali, akachanganya chakula, wakaanza kula. Wewe unaanzaje kula wewe? Nilishe mimi hapa. Basi utani mwingi na nini kama unavyojua tena. Aya, nipe story. Imekuwaje mpaka nikakukuta pale? Unajua nini? Yule pale mimi ni mpenzi wangu na tumekutana online. Sasa mimi sina chochote hapa. Nilitoka huko nchini kwetu hadi kuja hapa kwa sababu yake. Lakini ndo kama ulivyoona eti kanitelekeza. Basi mwamba akaanza kushangaa tu. Da, kwa hiyo inamaanisha kabisa umetoka kule kwenu kisa yule mwanaume. Ndio hivyo kwa sababu hadi wazazi wangu wanamjua. Basi mwamba akaona huyu bibie huyu. Ni noma. Aya bwana. Basi nipe nile. Unakula wewe? Mimi nataka unilishe mimi. Basi akamlisha pale, lakini mwamba akaondoka utani mwingi na nini. Sasa baadaye akaenda kwa ule mshikaji wake. Oya mwanangu, hivi imekuwaje? Mbona sasa hivi sikuelewi? Da, kuna mazingira mwanangu imekuja nyumbani pale. Afu yule mtoto mimi nakwambia toka kitambo nakwambia. Yule mtoto anakuelewa ila wewe kujiongeza hauwezi kabisa. Sasa unanishauri nifanye nini? Kwani wewe hujui? Wewe sio mwanaume. Inatabidi yule umshauri, ufanye naye kitu. Wewe ni mtoto kakuelewa, yule anakupenda. Da, kwa inamaanisha nishikilie ushauri wako. Wewe tusikilia ushauri wangu. Basi mwamba baadaye akiwa amelala na yule bibie akaanza kujishikia ukua pale. Sijui nimguse hapa. Sasa ile kila kimgusa bibie kama hataki hivi mwamba anaogopa unaambiwa. Baadaye bwana akaweka mkono, bibia akachukua kauweka. Mwamba akaona kashaingia katika mfumo, akamkumbatia pale na akalala. Unaambiwa asubuhi kumekucha. Sasa ile asubuhi kukucha, bibia anatoka. Mwamba anaona aibu, anafanya na sufuria. Alo, mimi ndo nimeamka. Basi sawa, choo kipo kule. Akachukua ndoo pale, akaenda kuteka maji. Hivi imekaaje hapo? Mimi kusema kweli mazingira hapa nishazoea tayari. Kwa hiyo sio ni shida yoyote. Basi akaingia kimtalani na baadaye saa akawa anatoka. Sasa ile kutoka akamwona mwanaume yule mwamba pale yupo nje. Baby, samani sana. Najua nimekukosea lakini sikukusudia iko kitu. Yaani wewe unaniomba mimi samani. Unajua kabisa mimi nimekuja kwa sababu yako. Alafu ulinifukuza. Mimi sihitaji chochote kile kutoka kwako. Sasa si ndio maana baby nimekuletea na zawadi ya gari imeandikwa I'm sorry. Basi mwamba pale akaingilia. Sikia, wewe ulimtupa huyo akiwa mtaani tu. Hukuelewa chochote kuhusu yeye. Na leo unajifanya unamchukua tu. Una lolote na wala hutaweza kuwa naye. Kwanza huyu ni girlfriend wangu. Bibia akashangaa. Kwani mimi wewe ni girlfriend wako? Akaona huyu mwamba vipi huyu? Yaani kanisaidia kumbe kashanisaidia kama girlfriend wake. Akasema samani bwana. Shukrani sana kwa ukarimu wako. Lakini mimi huyu hapa ndo boyfriend wangu wa ukweli. Hivyo basi nikopo na kuomba tu. Bye bye, tutakutana tena. Lakini asante sana kwa ukarimu wako. Basi pale msichana akawa anaondoka, akamfuata boyfriend wake, wakawa wanaondoka. Kijana, asante sana kwa kunitunzia mpenzi wangu. Da, ni noma hii. Mwamba akamkosa mchumba kwa mara nyingine pale. Sasa alipoondoka tu pale, huyu mwingine naye hapa anagombana na mpenzi wake. Sitaki tena nikute yale. Akaingia zake ndani wangu. Na hii ndio inakuwa mwisho bwana wa story yetu. Unakopo na mimi hapo mwanzo hadi mwisho. Naitwa Sefu Mastori. Bonyeza alama cha kusubscribe ili mradi wewe mwanafamilia. Bye.